Tuendelee kuangalia basi katika swala la matatizo ya moyo, au tunasema shambulio la moyo, heart attack, ambayo hii husababisha kitu wanaita sudden death, kifo cha ghafla. Hapa sasa tunaongelea kiungo kingine ambacho ni muhimu sana, ambacho ni nini? Ni moyo. Moyo na ubongo ni viungo muhimu sana katika mwili yetu, kwa sababu moyo ndio unaopampu damu, na damu ndio inayobeba virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya chembe hai kuweza kuishi. Sasa kinachotokea katika moyo ni sawa tu na kile kinachotokea katika ubongo, kwamba tuna hii mishipa yetu ya damu ambayo inaleta damu kwenye moyo ili moyo uweze kufanya kazi. Tutumie lugha rahisi kwamba ili moyo uweze kuendelea kudunda au uweze kuendelea kupump, ni kwamba unatakiwa upate oksijeni na virutubisho, na hivi vitu vinatokea kwenye damu. Kwa hiyo kuna mishipa ya damu pia ambayo inapeleka damu kwenye moyo ili kuuwezesha moyo kuweza kufanya kazi yake. Kwa hiyo kinachotokea kama tulivyokwisha kusema ni kwamba lehemu mbaya inajenga ukuta katika mishipa hii ya damu na kuifanya ipungue upana. Kwa hiyo unakuta kwamba upana wake unapungua. Kwa kiasi cha damu sasa, kwa mfano labda inaweza kawa ni hapa au hapa, upana ukapungua. Kiasi cha damu kinachokuja hapa kinapungua, au kinachokuja hapa kinapungua. Kwa hiyo tayari kwamba kiasi cha damu kimepungua, kiasi cha oksijeni kimepungua, kiasi cha virutubisho kimepungua, tayari ni kwamba ule ufanyaji kazi wa kawaida unakuwa umepungua. Kwa hiyo kunakuwa na tatizo hapo. Lakini kinachoweza kikatokea ambacho ni kibaya, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba hizi kuta zinaweza zikapasuka, zikatengeneza mvirio wa damu. Mvirio wa damu. Na huu mvirio wa damu au bonge la damu iliyoganda unaweza ukajaribu kusafiri ndani ya mshipa ya damu, lakini ikafika mahali ikakwama. Na ikikwama basi ikaziba huu mshipa wa damu ambao unaleta damu sehemu hii hapa. Kwa hiyo sehemu hii inakufa, inakuwa inashindwa kufanya kazi. Kitu kama hichi kinatokea ghafla. Kwa hiyo unakuta kwamba moyo unashindwa kupampu, kwa sababu hii sehemu ni muhimu, ni sehemu unaweza kukuta ni sehemu ambayo inaanzisha mapigo ya moyo. Kwa hiyo unakuta kwamba moyo unashindwa kufanya mapigo yake. Kwa hiyo ghafla moyo umesimama. Kwa tatizo hili linaweza likamsababisha mtu akafa, akapata kifo cha ghafla, ambao ndio tunaita shambulio la moyo au heart attack. Kwa hiyo basi hapa tumeona kwamba ni nini basi, au ni matatizo makubwa yanayoweza kusababishwa na mafuta kuzidi mwilini. Na tunapoongelea sana sana lehemu mbaya, unaangalia kwamba mshtuko wa moyo au shambulio la moyo linakuja vipi, kiharusi kinakuja vipi. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu hivi vitu ili tujikinge na matatizo haya. Tuangalie basi ni nini zaidi ambacho kinaweza kikasababishwa na mafuta kuzidi katika mwili. Saratani. Ziko saratani mbalimbali ambazo zinaweza zikasababishwa na mafuta kuzidi katika mwili. Kwa mfano, unakuta kuna saratani ya koo, kuna saratani ya kongosho, kuna saratani ya utumbo mkubwa, kuna saratani ya matiti, kuna saratani ya kizazi, na ziko saratani nyingi tu ambazo zinahusishwa na unene au mafuta kuzidi katika mwili. Hivi ni vitu ambavyo vinatuambia kwamba tunatakiwa tuwe waangalifu sana na swala zima la unene. Lakini pia kwa matatizo mengine. Kwa mfano, kuna tatizo ambalo linatokea, mawe yanatokea kwenye nyongo. Mawe kutokea kwenye nyongo kunaweza kusababishwa
na kiasi cha mafuta au lehemu kuzidi ndani ya mwili. Matatizo ya uzazi yanaweza pia yakasababishwa na kiasi cha lehemu kuzidi katika mwili. Matatizo ya viungo yanaweza yakawa pia yanahusishwa na unene na tatizo la mafuta kuzidi katika mwili. Maumivu ya mgongo kama tunavyofahamu pia yanahusishwa na unene na swala la mafuta kuzidi katika mwili. Kwa hiyo basi hapa tumezungumzia matatizo muhimu ambayo yanasababishwa na mafuta kuzidi katika mwili, na kama tulivyoongelea kiundani zaidi kwamba lehemu inazidi kwenye mwili, na tukaenda mbali zaidi tukasema kwamba lehemu mbaya inapozidi ni tatizo gani linalotokea. Kwa hiyo nadhani utakuwa umepata picha kamili ya matatizo haya na jinsi ambavyo yanavyotokea. Ungana nami basi kuendelea kuongelea matatizo mengine, na hivi sasa tutakuwa tumemaliza kuongelea swala zima la vitambi na unene. Asante sana kwa kunisikiliza.